Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Sio Bwana yuko karibu na waliokata tamaa, wanaorudi nyuma. Hapana. Muktadha wa neno hili, waliovunjika moyo ni wale ambao walinyenyekea. Amen. Waliojinyenyekesha kwa Bwana, wakaona na kwamba bila Mungu wao hawawezi lolote. Wanahitaji msaada wa Bwana. Mungu hayuko karibu na wale walio migumu, wakorofi. Mungu hayuko karibu nao. Si wao ni makamanda, wataweza kujitegemea, watajitetea. Lakini Mungu yuko karibu na watu waliovunjika moyo. Yuko ili awasaidie. Yuko ili awategemeze. Bwana Yesu asifiwe watumishi wa Mungu. Kwa ni vizuri kujivika moyo uliovunjika. Sawa jamani? Sasa fungua kitabu katika ile Zaburi ya 34. Wanulaza ujao kadhaa. Zaburi ya 34 na ule mstari wa 8. Mungu yuko tayari, yuko karibu. Mungu yuko karibu na waliovunjika moyo. Zaburi ya 34 inasema ule mstari wa 18. Biblia inasema kwamba Bwana yuko karibu nao waliovunjika moyo, nao waliopondeka roho huokoa. Nao waliopondeka nini? Roho. Unafanyaje? Huokoa. Kwa hiyo kuna mambo mawili, waliovunjika na waliofanyaje? Waliopondeka. Hivi ni vitu viwili vya mtu wa Mungu aliyeokoka, anayemtegemea Mungu 100%. Moyo wake umevunjika na moyo wake umefanyaje? Umepondeka. Bwana Yesu asifiwe watumishi wa Mungu. Amen. Hiyo tunaipata katika Zaburi ya 34 na ule mstari wa 8. Sasa kama unaandika, andika utangulizi. Mimi sio mhubiri, mimi napenda kufundisha ili watu waelewe. Sawa jamani? Ninapenda kufundisha. Utangulizi. Kama unaandika, andika utangulizi. Kuna nyakati za kuvunjika moyo. Jamani, kweli si kweli? Kuna nyakati za kupoteza. Ulikuwa na mtaji ukapotea, sio kwamba wewe ni mjinga. Ulikuwa na mtaji ukapotea. Mchungaji wetu hapa alikuwa anatazama, nikawa namuonea huruma, lakini kwa sababu Mungu yupo. Tuna nyakati za kupoteza wapendwa tuliowapenda wakapotea. Kuna nyakati za kupitia hali ngumu kwenye maisha. Hizo ni nyakati tunazopitia wanadamu katika dunia. Sawa jamani? Kuna nyakati za kushindwa. Wewe unayaweza mambo yote? Wewe unayaweza mambo yote? Lakini neno la Mungu linasema kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu. Tunaelewana jamani? Kuna nyakati, kuna wakati wa kushindwa ambaye anapitia mwanadamu ule moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watumishi wa Mungu. Hizo ni nyakati ambazo wanadamu tunapitia. Hao wewe mwenzangu unapitia. Mzee wako unapitia. Unapitia mpaka umri uliofikia. Unapitia mambo mengi mambo. Mzee wangu. Yaani mpaka umri huu kuna mambo unapitia. Yaani kila mtu saizi yake kwenye umri wake mambo makali kuna mambo unapitia. Kweli sio? Kwa hizo ni nyakati ambazo wanadamu wanapitia. Sawa jamani? Hizo ni nyakati ambazo wanadamu wanapitia. Lakini Bwana hasikimbii, yupo kuzikabili hizo nyakati ambazo tunazopitia. Tunaelewana jamani? Yaani Mungu yupo kuzikabili hizo nyakati tunazopitia. Hizo nyakati tunazokabiliana nazo, Mungu yupo.
Lakini kama umeweka tumaini kwa Mungu, mimi nasema siku zote, mimi bwana, sijaweka tumaini kwa mtu yoyote. Sijaweka tumaini kwa watoto wangu, sijaweka tumaini kwa mke wangu, sijaweka tumaini kwa wazazi wangu. Mimi nimemtumainia Mungu wa mbinguni. Kwa sababu najua yeye hafi. Yeye hasinzii, yeye halali. Hizo ni tabia na sifa za Mungu. Wanadamu wanafika wanachoka, wanalala. Hii yani huyu bwana ana matatizo mpaka yani mzee wa yani kuna uwezo kumwambia mtu shida zako. Anafika mahali anachoka. Hata kama hizi nimechoka kusikiliza tabia. Yani habari zake huyu bwana. Lakini Mungu yupo. Kusikabili hizo nyakati. Sasa unamtumainia nani? Unamtegemea nani? Yeye Mungu amesema yupo karibu na moyo uliopondeka. Yaani kwamba unapopitia hizo situation, unapopitia hizo hali, unajisikia kupondeka, unajisikia kunyenyekea kwa Mungu, kutaka msaada kwa Bwana. Yaani kuna nyakati tunapitia kwenye maisha. Yaani kuna wakati tunaweza kupitia kwenye wakati mgumu sana. Lakini ninajifungia kwenye chumba cha kisiri. Yaani sitaki hata kutoka kwa juu. Sitaki hata kutoka kwa juu. Ninajifungia kwenye chumba cha siri. Ninaanza kumtaka Bwana. Wakati mwingine ninalia kweli kweli yani. Mungu nisaidie. Nitafanyaje mimi? Mungu nisaidie. Nitafanyaje? Hali ile nikabidi nitafanyaje? Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Lakini kwa sababu amesema katika ile Zaburi 34 mstari wa 18, Mungu yuko karibu na watu waliopondeka ili kuwahudumia. Mungu anasikia kilio chako. Lakini usipojinyenyekesha kwa Mungu, yani majibu utayasikiliza tu kwa mbali. Yani Mungu yuko yani the Lord is near. Yani Mungu yuko karibu kuliko unavyofikiria. Yani unajua shida iko hivi. Tunapitia kwenye matatizo, kwenye shida hizi nzuri hizo hali ya kiasi. Yaani tunapitia shida, anaanza kukumbuka. Anaanza kumpigia simu mama yake. Mama, yaani kuna hali ngumu. Anao uwezo. Wanadamu jamani, uwezo. Tunao uwezo lakini tunao mipaka. Tuna mipaka. Yaani mtu mwingine anaanza kuahidi kwamba nitakupa milioni 10. Lakini nafikiria hakupi kwa sababu iko nje ya uwezo wake. Lakini Mungu anao uwezo. Alimwahidi Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa mzee wa miaka 99. Hakumpa mtoto jamani. Alipa. Wewe Mungu alikuahidi nini? Wewe Mungu alikuahidi nini? Mimi Mungu aliniambia hakutakuwa na kitu ambacho kitaweza kusimama mbele yangu siku zote za maisha. Yaani hakuna kitu kitakachoweza kusimama mbele yangu. Yaani mimi sijaamua kumtaka Bwana. Nasema hakuna kitu chochote. Mimi Mungu aliniahidi. Amen. Na nilifika mahali nilipitia nyakati ambazo hazieleweki. Tunasema Bwana uliniambia. Bwana ulisema sitaaibika. Bwana ulisema sitapitia kwenye hali ngumu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Sawa, lakini wakati mwingine tunapungukiwa. Tunamwambia Bwana ulisema hatutapungukiwa. Lakini tukiwa na moyo na mioyo iliyovunjika. Tukiwa na mioyo, unajua jamani, ukiona mtu mzima analia, ndio kuna jambo. Ukiona mtu mzima analia na wanatushangaa. Watu wanashangaa tunakuja ibadani hapa. Mtu anajinyenyekesha. Labda nichukulie mfano mtu ni tajiri. Mtu ni tajiri ana uwezo, ana elimu kubwa lakini anaomba mpaka anagalagala chini. Unaanza kujiangalia wewe ambaye huna chochote. Unaangalia unaingia ibadani. Unakutana na jicho ambalo Mungu amelibariki lakini ninaomba mpaka ninashuka chini. Mungu yuko karibu. Na watu waliofanyaje? Waliovunjika moyo. Sawa? Na waliovunjika roho ili aokoe na shida zao na matatizo yao. Jambo sio mimi ni Mungu. Tumejifunza tukiwa shule. Watu waliosoma mambo ya sayansi, mambo ya experiment, majaribio.
Ukifundishwa kitu nenda kaweke kwenye majaribu uone, je, kinafanyika? Je, Kiswahili kinanisumbua kuweka kunyosha vitu sawa sawa. Labda ningeongea Kinyamwezi. Yaani ningeweka Kinyamwezi au ningeongea sawa Kinyamwezi watatu hapo. Yaani Mungu anakuwa anasubiri. Mzee anakuangalia na shida. Ila wewe kwa sababu unajidai mwanzo. Una moyo uliokoleka. Anatoa mfano, wewe una moyo uliokoleka. Sasa anatoa mfano. Yaani kujinyenyekesha kwa Mungu. Kuonyesha wewe ni mhitaji ili Mungu akupe. Mungu haoni watu ambao wanavyo. Sio mimi ninaweza Bwana. Mimi nina digrii hii, tatu nazo. Mimi nina maduka. Mimi nina fedha. Lakini tunawaona watu wana fedha, wana elimu, lakini bado shida ziondoke kwao. Kweli jamani, wanaugua, wanapelekwa mpaka India, wanarudishwa wanakufa. Lakini sisi tukiugua, tunapiga pale kwa jina la Bwana, tunaendelea mbele. Na sio muujiza mkubwa huo. Sio muujiza mkubwa. Wengine wanatia gharama kubwa. Yaani mtu anaona vile mpaka anafilisika kabisa. Kuna magonjwa mengine jamani, usisikilize ile ugonjwa unaogopa. Yaani mtu ana ugonjwa wa figo. Yaani lazima yeye akafanye. Wanasema nini? Dialysis nini? Dialysis. Yaani kila yaani anapelekwa hospitalini, ile damu na inachujwa sio mwenyewe na ni gharama kwa karibu. Gharama kubwa. Na sisi tulivyo wa Tanzania tunasubiri mtu afe. Akishakufa tunaenda kupeleka milioni 5, milioni 10. Tulikuwa wapi? Tusipeleke hizo milioni 5, milioni 10 akiwa mgonjwa atibiwe. Ndio mimi niliona uwezo wa kuamka na amka na kufikiria na wale wajana wanaeleza. Ulikuwa wapi? Mimi naumwa. Hebu nisubiri ningekufa ndo naleta. Na mzee anasema aliyosema nasubiri yani afe ndio nipeleke kwa blanketi. Mzee aliweka ongea. Unasikia? Yaani mzee yuko hai hapo alipo. Sawa. Tulete mzee anatumia Kiswahili kwa. Haya kule mzee. Haleluya mtumishi wa Mungu. Akiwa hai. Unajua kama mtu akishakufa haelewi kitu kinachoendelea. Wala hawezi kushukuru. Amekufa. Hii sio muda life amekufa na kumkumbusha kazi tena. Mpelekee mtu akiwa yuko hai. Akubariki. Neno useme kufa sasa inapeleka jeneza zuri la milioni 10. Wewe milioni 10 kwa kupeleka akiwa yuko hai. Sasa ungepeleka akiwa hai ili akubariki. Hii ni nini? Kwa sio jamani. Hayo hizo mentality, hizo mindset tuzibadilishe kwa watumishi wa Mungu. Mtu akiwa na shida asaidiwe akiwa hai. Kabisa. Sio amekufa haiwezi kusaidia chochote. Tunaelewa watumishi wa Mungu? Kwa Bwana hakimbii maumivu yetu. Anayakabili. Tunaposoma shule ya msingi tunasema Mungu anayakabili, hapendiki. Yaani Mungu anadili nayo. Matatizo unayopitia Mungu anadili nayo kisawasawa. Cha msingi wewe kuchukua hatua. Cha msingi wewe kuonyesha utayari na kupondeka na kujinyenyekesha kwa Bwana. Bwana atafanya. Yaani kuna nyakati za kumtaka Bwana na kumtaka peke yako, sio na mtu wako. Umeshika mikono, haleluya, umeshika mikono. Umeshika mikono kidogo. Kuna nyakati za kumtaka Bwana wewe binafsi. Kulia mbele za Bwana. Jamaa sisi hii ni ya kulia. Na nini watoto wetu niwaambie? Wewe sisi tunaleta usalama. Yaani mkishasoma huko unatujadili, yaani hamtaki kulia. Hii ni ya kulia. Amina. Hii ni ya kulia. Yaani wewe fanya maamuzi. Uanze safari sasa hivi. Hii ni ya kulia. Sio hii ya usalama. Ukishajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu utalia kwa kulia. Bila kupenda utalia. Wewe unamwona huyu mzee wa shamba, hivi sema mzee wa shamba. Yeye kwa wewe. Makalenga. Bwana unaweza. Na shamba
unaacha pale. Kama wewe ni hakimu, acha pale. Kama wewe si ni rais, acha pale. Na wewe unaongeza Mungu anifanye siku moja niwe kamanda, mtu mkubwa kweli kweli. Nani kwa Bwana, haleluya, watumishi wa Mungu. Niliona kuna clips fulani nyuma. Mdada fulani alikuja kudeki. Jamaa mmoja alituma clip fulani. Dada kumbe ni mkurugenzi, ni CEO katika zile managerial roles. Kuna top management, kuna middle na linear. Yaani wale viongozi wa juu, wa katikati na wa chini. Wale supervisors ni wa chini. Kuna mfano head of marketing, head of accounting au ni middle. Top manager anakuja kudeki. Anakuja kupiga deki. Anaonyesha moyo uliovunjika, moyo uliopondeka kwa Bwana. Unafikiri Mungu atamwacha mtu kama huyo? Mungu hawezi kumwacha mtu kama huyo. Yaani mtu akija kibarikiwa pale na tuhela, tena shida wa Tanzania wanalizika mapema. Yaani akipata tuhela kidogo basi anaanza kuwalingishia wenzie wewe. Hizo Mungu wa hela alizokupa zifanyike msaada kwa wengine. Zifanyike baraka kwa wengine. Sasa mtu akija hapa kwa sababu yeye ni CEO, Rose, kwa sababu yeye ni CEO, chief executive, CEO, chief executive officer. Yeye ni chief. Ndio tunabega tunaonekana tunaenda juu. Hata ndio mwanzo aliba ili upondeka. Sawa? Ili uvunjika. Ambaye naona kabisa bila Mungu haiwezi. Kwa Mungu yuko karibu ili kuweza kuwahudumia, yuko karibu. Yaani ukiingia kidogo tu mama konga ameshaachia Bwana. Sasa wanangu sisi nipo. Mimi naona watoto wangu. Yaani mimi nasema kama wasemaji, lakini unajua kwa sababu yupo. Wewe unajua kwa sababu yupo. Sukari ipo. Chumvi ipo. Ada ipo. Ipo. Kumbe wakati mwingine sio kwamba ipo. Namwambia mwanangu tafanya, lakini namtaka Bwana kwa jina la Bwana. Na kama Mungu sina ila kidogo anataka hela. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Kwa sababu Mungu alisema tukimwamini Mungu jamani, hatutakuwa na vizazi vya wajinga, wapumbavu, wasiokuwa na mwelekeo. Naamka usiku naombea watoto wangu na kwa Bwana nisaidie. Hata siku ikiwa sipo, hawa jamaa Mungu washike kwa mkono. Mungu wa baba yao. Mnanielewa jamani? Mungu alikuwa anamwambia Suleiman, kwa sababu Suleiman na David alitembea na Bwana. Mungu hakumwacha Suleiman. Kwani sio hivyo? Yaani hiyo ndio faida. Unajua ukitembea na Bwana, hata kama ukiwa umelala na Bwana, Mungu anatekea na familia yako. Yaani unakuwa hakuna cha kupoteza. Haupo lakini Bwana yupo. Haupo lakini Bwana yupo. Atawalisha, atawasomesha, atawabariki. Hiyo ndio faida, huo ndio urithi ambao Mungu ametuachia. Kwa hiyo jamani, mimi naona wokovu ni faida kubwa. Yaani ukiwa haupo umeshatangulia mbele za Bwana umelala. Usihofu. Don't worry. Usihofu. Kwa sababu ulitembea na Bwana. Bwana hawezi kukuaibisha. Hata ni watoto wa fulani ndio wanaomba. Hakuna kitu kama hicho. Hicho kitu hakipo. Lakini kumbuka, hii maumivu yetu tunayopitia yuko ili atusaidie. Haya, andika tabia ya Mungu. Tabia za Mungu. Mungu ni wa huruma. Tabia ya kwanza, Mungu ni wa huruma, wala hana chuki. Tabia za Mungu. Mungu ni wa huruma. Mungu ni wa nini jamani? Yaani Mungu wetu ni wa huruma mno. Mungu ni wa huruma. Mungu ni mwingi wa rehema. Rehema zake ni mpya kila asubuhi. Unapoamka asubuhi, rehema zake ni mpya. Unapolala, unapoamka, rehema zake ni mpya kila asubuhi. Rehema zake nini jamani? Ni mpya. Kutoka ile sura ya 34
ule mstari wa 6 unapata mambo haya. Maombolezo 3:23 na 22 na 23 unapata Mungu ni wa faraja yote. Mungu ni wa faraja yote. Mungu ni wa faraja yote. Baba mchungaji alikuwa anamwambia mchungaji hapa. Niko najifunza. Unajua jamani, mtu anakufiwa, anakupatwa na magumu. Stahili yake ni nini? Au stahili yake ni nini? Apate faraja, apate nini? Sasa Mungu anazo hizo sifa. Mungu wetu wa mbinguni ni Mungu wa faraja. Atakufariji katika mapito yako. Atasema mwanangu, koma, nitakusaidia. Usivunjike moyo, usikate tamaa kwenye shida yako, kwenye magonjwa yako, nitakusaidia. Ni Mungu wa faraja. Ni Mungu yupi ambaye ni wa faraja kuliko Mungu wetu wa mbinguni? Mungu ni wa faraja. Anakuchukua kama katoto. Unajua ule upendo ambao tunaonyeshwa na wazazi wetu wa kina mama. Mungu unazidi, mama anakukumbatia. Ulishawahi kuona kuku na vifaranga? Sisi tuliokulia vijijini. Sisi wa vijijini. Nyinyi wa mjini. Naona mnaweza kuwa mjui. Ila sisi wa vijijini. Tulofuga wale kuku wa kienyeji. Yaani kuku yuko tayari kupambana na maadui wasichukue vifaranga hata kimoja. Yaani yeye anaishi maisha yake, nilisiteka yeye wa maisha ya watoto wake, anakumbatia. Analeta ile joto yote. Akikumbatia sasa joto, sio vile anafariji, anafunga vidonda hata kama umeumizwa. Mungu ni wa faraja. Mungu ni wa faraja, watu wa Mungu. Sasa hivi wewe upate wapi Mungu kama huyu? Alafu unamkimbia, unaenda wapi? Mungu ni wa faraja. Yaani wewe una shida, uko kwenye shida, watu wote wamekukimbia, umebaki peke yako. Mungu anakuja kukufariji. Ya kwamba mwanangu, jipe moyo. Songa mbele. Songa mbele, usikate tamaa. Usirudi nyuma. Hao ni wanadamu, lakini mimi ni Mungu. Nanielewa jamani? Mungu ni wa faraja. Mungu anafariji. Umefiwa mpendo wako, lakini hawezaje kufariji? Ni Mungu wa mbinguni. Ndio kuna mtu amefiwa na mtoto wake. Tumemsindikiza na kaburi. Kuna msiba ulitokea. Nikawa nitafakari maisha ya jamaa, maisha sisi iliyopondeka inavutia nini? Neema. Yaani kwa Mungu roho iliyopondeka inavutia neema. Hivi nini maana ya neema? Neema ni nini? Neema ni nini jamaa? Neema ni nini? Neema ni kustahilishwa. Sio hivyo jamani? Kwa hiyo roho iliyopondeka siku zote inavutia neema, ya kwamba wewe ulikuwa huna sifa ya kupata jambo fulani, lakini kwa sababu una moyo uliopondeka, Mungu anakupatia. Eneo jamani, yaani wewe ulikuwa huna sifa, huna sifa yoyote ya kumpata mama nani, lakini kwa sababu ya moyo uliopondeka, Mungu anakupa mama nani. Umeelewa? Unaenda kwa vitu vingine unaangalia ya kwamba hivi kweli nilistahili kuwa na kitu hiki. Hapana, mimi ni neema ya Mungu tu. Hiyo ni neema ya nani? Ya Mungu. Unajua sisi wanadamu tunatulipa, hatuna roho ya shukrani. Hatuna roho ya nini? Ya shukrani. Wewe umeoa mke mzuri au umeolewa na mume mzuri, yaani ni mume mzuri kweli kweli, au ulioumbwa tu, yaani uko tofauti na wenzio. Kwa nini usimshukuru Mungu? Kwa nini usimshukuru Mungu? Mzee, sisi tunataka kukaa pale nje. Mimi nikikuta baba amekaa pale nje na mimi napenda kukaa pale. Hawapati kukaa huko. Wanahangaika, wale chakula, si wanajinyima vyakula, wawe kama mama nani kuombea. Hiyo ni neema ya Mungu jamani. Sasa mama mgeni na sisi nyingine wanakwenda sadaka ya shukrani. Mungu
Mungu nakushukuru kwa jinsi ulivyoniumba, nakushukuru Mungu wa mbinguni. Ni neema tu, haleluya. Mwingine ni macho tu, yaani ni neema mwingine. Hasa sisi wanaume, unajua sisi wanaume wanawake naona ni makamanda ni kweli. Hasa kwa desturi za kwetu sisi. Sisi ndio tunaoa. Sisi ndio tunachumbia. Sisi ndio tunafanya nini? Tunachumbia. Sisi ndio tunapenda. Wanaume ndio tunafanyaje jamani? Tunapenda. Kweli si kweli jamani wanaume nyinyi? Kweli. Si wewe mzee msao. Wewe mzee msao si umpenda baba ndio maana ukamchumbia. Mzee. Amen. Wewe mzee. Bali. Wewe mzee. Mama. Chumbia. Unaanza kuona wengine kule nje wazuri. Kwa sababu umeoa mwanamke ambaye umpendi. Umeelewa? Kwa unaoa mwanamke unayempenda. Kwa sasa sisi tunaangalia. Tunakaa hivi tunamuomba Mungu. Tukishamuomba Mungu nataka wakio. Sasa wakio anakimbia ambaye amekaa smart, yuko vizuri. Akipita anapiga kiatu. Unaangalia sasa hapo ndo sawa. Kilo imekaa vizuri. Shepu imekaa vizuri. Hapo vizuri. Mnanielewa jamani? Sisi wanaume ndio tunafanya nini? Sasa uchunguzie. Kwa sababu wanapiga hesabu. Maana wanapiga hesabu ya pesa ya hawakwambii kwa sababu zimepita. Wanakuwa nini? Ningekuwa mimi kama ningemuongezea tu mafuta nai nzuri. Wewe kama mafuta utoi, sabuni ya utoi, utunze kika wako. Kazi yako wewe kuangalia wake za wengine. Amepeleza hivi wewe. Wakipita kwa resti. Kwa hiyo kupita. Angalia sasa hiyo anapeleza hivi. Sawa kupeleza. Ukiona vimeumbwa, unasema ukiona vimefanya nini? Na wewe jitengenezee mke wako. Tafuta tu mafuta tuzuri. Pika. Tuongo tuzuri. Tuviatu tuzuri. Kwa sababu hakuna mwanamke mbaya. Hakuna mwanamke